Mambo vipi? Kwa majina mimi naitwa Michael Chilonwa. Karibu tena kwenye podcast, na leo siko peke yangu, kwenye macho yako tuko watu wawili. Brother, mambo vipi? Salama sana. Kwa majina yako unaitwa nani kwa mtu ambaye kufahamu? Mimi naitwa Profesa Ausi Charugamba. Kama wewe ndo mara yako ya kwanza leo umelisikia hili jina, basi acha nikutoe wasiwasi. Huyu brother ni nguli, yani ni mtu noma sana kwenye masuala ya gospel. Hivi una muda gani kwanza tangu umeanza kufanya gospel brother? Gospel nimeanza siku nyingi, toka nilikuwa form 2 mpaka leo bado nafanya gospel. Safari ndefu sana hiyo. Umewezaje sasa? Nimeweza kwa sababu Biblia inasema naweza mambo yote katika Kristo anitie nguvu. Mungu kaniwezesha. The power of the Holy Ghost. Kwa nguvu ya Roho Mtakatifu. Na shughuli zako ukitoa gospel unafanya nini? Cha kuelewa. Shughuli zako za ziada ukitoa gospel, yaani nje ya kuimba gospel, kitu gani kingine ambacho unafanya? Kwa sababu unakuuliza hivyo, kwanza jinsi ya kukupata ilikuwa ni kazi. Kama unakumbuka tumeanza kuwasiliana tangu miezi miwili nyuma iliyopita, ndio tumekupata leo. Kitu gani ambacho kinakukeep sana busy? Mimi ni msanii wa nyimbo za Injili. Mimi ni mwandishi wa vitabu. Mimi ni producer wa movie. Mimi ni mwigizaji. Mimi ni mwanasheria. Na vyote hivi unavifanya kwa muda gani sasa? Unawezaje? Najipanga kama nilivyosema, naweza mambo yote katika yeye nitengu. Mungu ananicontrol kwa roho wake Mtakatifu. Aniongoza, ananipeleka anapotaka. Kwa ndio nafanikiwa katika vitu hivyo. Utafeli usipokuwa na discipline. Discipline ni muhimu sana. Sio tu sio hivyo, kuna muda wa kuomba, kuna muda wa kufunga, kuna muda wa kuhubiri Injili. Lazima ujipange. Mara yako mwisho umefunga lini? Ni juzi hapa mimi nimefunga. Bwana profesa atupigia kamba. Profesa atupigia kamba. Mwezi huu nimefunga tena. Umefunga ngapi? Kama 5 hivi. 5. Na sasa hao sio kunitangaza. Hao ni confidential. Sasa usinipeleke huko. Sawa sawa. Sio kusema kila kitu Yesu alisema ukifunga, funga mlango, ingia ndani. Omba kwa siri, baba yako asili atakujaza. Usiwe mtu huzuni, watu wajue umefunga. Utakuwa umejipatia sababu yako. Sawa sawa. Okay, tusiende mbali sana. Na ningependa sana leo tuzungumzie pia kuhusu kazi yako ya muziki. Ndio ambacho kimetuleta hapa. Bila shaka sasa hivi umefikisha albamu 15, 18. Na albamu 20 sasa hivi. 20 umezifunga, yani huko 10 na huko 10. Na nimezifunga. Umewezaje? Kama ninavyosema, naweza mambo yote katika Kristo anitie nguvu. Roho Mtakatifu ameniwezesha. Jina la albamu ya sasa hivi inaitwaje? Naitwa Nguvu ya Ufufuo. Producer ni nani? Producer anaitwa Sniper. Ndio ameproduce nyimbo zote. Sio zote, tu kuna huko tunafanya bwana. Lakini Sniper ndiye kafanya nyingi. Nyingine ni producer anaitwa Daniel. Tunafanya nao nyimbo hizi. Hao wote wanatokea Morogoro. Morogoro hapa. Kuna kitu labda ungeweza kutusaidia. Kuna watu wengi ambao watakuwa wanatuangalia na hawana imani sana na kuthamini vitu vya nyumbani. Najua wewe kutokana na uzoefu wako utakuwa umesharekodi sehemu mbalimbali. Upo mkoa wa Morogoro, lakini unatamani kuigusa nchi, unatamani kuigusa dunia kupitia muziki wako huu ambao unaufanya kutokea sehemu uliyopo. Labda unaweza ukaniambia kwa nini hujafikiria labda kwenda Dar, kwenda kutafuta maproducer, au umefikiria kufanya kazi zako hapa Morogoro? Hiyo ni program kwamba hata kama unamwezesha hata producer. Mimi nikifikiria sometimes naimbaga tu mwenyewe, bora kuja naanza kuimba. Nikifika kule naimba, anaanza kupiga vyombo. Ukipata mtu ambaye anapiga vyombo live bila kuhadisiwa au kufanya mazoezi, yeye anaweza akatengeneza kazi. Lakini kumbuka sio tu Morogoro, hata Dar es Salaam nimefanya ngoma nyingi. Na sasa nifanya ngoma nyingi na producer mmoja anaitwa Kameta, sio kama namjua. Amfahamu bwana, yeye anatokea. Alikuwa Dar es Salaam. Siku hizi nasikia ameenda Mwanza. Nafanya naye ngoma nyingi. Na ngoma ni bora. Issue sio tu cha nyumbani, issue ni kibora. Ukifanya Tanzania nikiwa bora una hit dunia. Issue sio Morogoro. Issue ni ubora. Kwa sisi nisomea salesmanship. Wale wa salesmanship wanasema don't sell a product, sell the benefit. Don't sell the benefit. Usiuze bidhaa, uza faida. Ukiuza faida, kila mtu ananunua. Hata Oprah wao kusema ubaguzi nini, hawezi kukataa ubora. Kwa ubora
Siku moja nilikwenda kwenye studio moja, aliniita mtu mmoja, dada bwana na studio yangu nimeanzisha. Nilipofika vyombo hivi speaker hivi kuna nini? Mwanangu, muziki uliotoka ule hatari. Unafikiri gospel ndio tiba yenyewe sasa, kwa sababu ile inaongea injili. Nikikwambia neno nahubiri, naimba neno, maana yake naimba injili, naimba injili. Maana ya injili maana yake ni habari njema kutoka kwa Mungu ambayo imeletwa na Kristo. Unaamini kabisa kupitia gospel? Hapana, wana comment hata kwenye simu tunasema vizuri, wanajifariji sana. Watu wana comment, wanipigia wengine, tunaongea nao, wananiambia hivi na hivi na hivi, wimbo mzuri, umenisaidia sana, hivi na hivi, nimefarijika. Hivi ni wanasifia. Simu wanakupigia kabisa. Wanapiga, tunaongea. Wengine kwenye mtandao. Comment zile za. Ukiona hiyo inakupa moyo sana. Lazima ikupe moyo. Sasa lazima mtu. Sikazi na dawa bwana. Inakupa kidogo mtisho. Motisha. Sasa utafanya kitu hata mtu kwa utafanya biashara ambayo ina faida. Miaka 5, miaka 4 faida. Kwa nini usiangalie ujipitie wote, uangalie juu syllabus. Kwa inawezekana ile comment nzuri ambazo watu wanakuwa wanasema inawezekana ndio mafanikio kwa. Ni mafanikio. Yaani mimi nataka nimtie moyo mtu mmoja pale katika wimbo wangu. Nimtie mtu wa pili pale moyo. Sio watu milioni 2. Lakini ikifika pale napenda hiyo hivyo. Umilai. Lakini kwa muda huu hapa naomba tupate hata dakika 4 tuweze kusikiliza angalau nyimbo moja. Mimi naomba nikupe nafasi ya kuchagua ni nyimbo gani ambayo unatamani leo. Wamelewa damu ya wanyonge. Wamelewa damu ya wanyonge. Hiyo ni moja ya damu za wanyonge. Ni moja ya nyimbo ambayo inapatikana kwenye albamu yako. Iko YouTube. Sawa, naomba dakika hizi chache tuweze kupata kionjo kidogo cha nyimbo hiyo, hakikisha hiyo. Sasa baada ya watu hiyo nyimbo msanii nini? Wamelewa damu ya wanyonge. Wamelewa damu za wanyonge. Iko ni kionjo kidogo tu ambacho umeweza kukisikia. Dedication ya wimbo ulikuwa ni nini? Maana vitu vingi tumevisikia huko. Sasa unajua nini? Ile ni sanaa Unajua kazi za sanaa. Ukisoma kuna msanii mmoja tulisoma wakati form 4 pale. Anasema the pumpkin in the old steam must not be uprooted. Unakumbuka hiyo? Mimi nimesoma hati. Anasema the pumpkin in the old homestead. Pumpkin unajua? Boka. Lozaliwa kule ni pumpkin kwa nyumba ya zamani. Haitakiwi kuvunwa. Alikuwa na maana yake ajitafsiri. Lakini ilikuwa na maana yake. Mimi nimesema wenye nguvu wamelewa madaraka, wanaua watu, wanatosha watu, wanadhulumu watu, hawana upendo, watendi haki. Wamelewa, wanaua watu kila siku. Mpaka waone aibu sasa kuua watu. Ndio maana ile damu imelewesha sana. Sijasema hiyo, yaani inakutafsiria. Kila siku unanipa kitu kipya. Bana, mimi najua wewe unaenjoy kama mimi navyoenjoy, lakini lengo hasa leo ni kwenda kutambulisha albamu yetu ya 20 kutoka kwa Profesa. Mambo mengi sana mazuri utaenda kuyapata kupitia kwenye albamu hiyo. Kama utakuwa na chochote cha kumuuliza, basi tuandikie chini kwenye sehemu ya comment. Lakini pia wewe watu wanaweza kukuchangia chochote. Kuna ile wenzetu wazungu wanasema unaweza kumsupport msanii kupitia kazi zake. Kwa mfano mtu ambaye anaangalia muziki wako YouTube, support kazi yako na ana support shughuli zako nyingine. Kwa hiyo kama wewe utakuwa umeguswa na chochote kile, njia ya kumpata bwana wetu hapa Profesa yupo kwenye mitandao ya kijamii. Hivi namba zako za simu waga unaziweka ziko YouTube. Yes. Kwa kama utakuwa umeguswa na neno, umefikiria kuna kitu unaweza ukafanya na Profesa hapa, angalia hapo chini, tutakuandikia namba zake na unaweza kuwasiliana naye direct yeye mwenyewe kabisa. Lakini pia kuna wewe ni producer pia. Wewe unatamani kufanya kazi bwana na mtu yote. Ni kweli. Kwa kama wewe ni producer au una kitu chochote unafikiri unaweza kufanya na Profesa, kuandikia hapo chini, lakini pia unaweza kumcheck kupitia kwenye namba yake ya simu. Chochote cha kuongea kabla tujaondoka? Ya kumalizia ni kwamba yote haya tuyaongea ni lazima uzaliwe mara ya pili
uamini kwamba Yesu alikufa, siku ya tatu akafufuka, umkiri kwa kinywa Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Kwa kufanya hivyo utakuwa umezaliwa mara pili, unakuwa mtoto wa Mungu. Kila anachomiliki Baba na wewe unakimiliki. Nashukuru sana. Najua tutakusana tena albamu ya 21. Inatoka lini? Au ipo tayari? Ukisoma kwenye Biblia, wana wa Israeli walikuwa wanaongozwa na wingu na nguzo ya moto usiku. Mpaka Roho Mtakatifu ashushe kitu ndio kinakuja. Lakini kipo ndani. Kipo. Kinasubiri Mungu. Mmoja alisema, mtumishi wewe sema, ukimwamini Kristo, mito ya maji yaliyo hai yanatiririka kutoka ndani yako. Ndio madini yanavyoshuka. Sasa. Bana, mimi nikushukuru, tutaendelea wakati mwingine.